Bwana. Unajua muda mwingine huwa nikikaa nafikiria, naona ni share na nyie story wasikilizaji wangu ambao na matumaini itawajenga hasa katika kufikiria. Ilikuwa majira ya saa 7 mchana jijini Arusha. Alionekana mzee Felix akiwa amepanic sana, na akafungua mlango wa geti lake kwa jazba kubwa sana. Alivyoingia ndani, mzee Felix akakuta watoto wake wamekaa, watoto wake watatu, ambapo kwenye watoto watatu 2 walikuwa ni mapacha na mmoja hakuwa pacha. Alivyofika watoto wakamkimbilia, baba. Akawapiga akamwambia, tokeni hapa, nani baba yenu? Basi kama unavyojua, watoto wakishaona mzazi yuko katika hali yoyote ambayo sio nzuri lazima watamkimbia. Basi wale watoto watatu alivyofokea akamwambia, tokeni hapa, nani baba yenu? Tokeni hapa. Wakakaa pembeni, wakaanza kuongea, leo dadi amebadilika, kwa nini? Basi mzee Felix akaenda akakaa chumbani. Kwa kweli hakutulia. Mara alionekana akitoka chumbani akienda mlangoni, mara aje sebuleni azunguke, huku akiongea kwa sauti ya kupaniki, leo mama Cleopatra atanieleza kwa nini huyu mwanamke amekuwa hivi. Leo mama Cleopatra atanieleza. Basi ilipofika mishare ya saa 10 jioni, jua lilikuwa linaenda kuchwea, mama Cleopatra akarudi nyumbani akiwa amejaa furaha na tabasamu, huku akiwa amemkumbuka mume wake na familia yake. Alipofika tu nyumbani, alivyogonga hodi, mara moja mume wake Felix akatoka akiwa ameweka mikono nyuma, kumbe ameficha kisu. Basi mama Cleopatra alivyomfikia mzee Felix akachukua kisu akamchoma mke wake, na huko akimuuliza, mke wangu, siku zote hizo tumeishi, kumbe hawa watoto sio wa kwangu, kwa nini umefanya hivyo? Akamchoma kisu cha pili, akamuuliza, kwa nini unafanya hivyo? Basi katika hali kama ile, majirani wakaja wakauliza, kwa nini unamuua mke wako? Muda huo mzee Felix alikuwa ashaishiwa nguvu. Ikabidi wamchukue mke wake wampandishe kwenye gari. Walivyompandisha kwenye gari, wapo njiani kwenda hospitali, ndipo mzee Felix anapokea simu kutoka hospitali alikokuwa ameenda asubuhi kwa ajili ya kufanya vipimo vya DNA, wakimwambia kuwa, samahani mzee, tumegundua kuwa tulikupa majibu yasiyokuwa ya kwako, hivyo yale majibu hayakuwa yako, majibu yako ni sahihi, watoto wote ni wa kwako, kwa hiyo samahani na tunaomba radhi kama uongozi wa hospitali. Mzee Felix akiwa amemshikilia mke wake alikuwa akivuja damu nyingi. Mzee Felix aliishiwa nguvu na kuzimia pale, na mzee Felix alivyonyanyuka baada ya muda mrefu, alikuta mke wake tayari ameaga dunia. Stori hii bwana inatufundisha katika maisha, tujitahidi tusiwe tunafanya maamuzi kwa kukurupuka, especially tukiwa na hasira, kwa sababu maamuzi tukiwa na hasira yanaweza kugharimu maisha yetu yote.